natoka. Sitoki. Oya nye Majita. Mashela. Vipi? Ni mbaya yenyewe. Ni mbaya Ni ngori hiyo. Ni ngori Sasa nawauliza swali moja tu. Shelo mnaniachia hamniachii? Shelo mnaniachia hamniachii? Nakuachia. Shadakta. Sasa unalia nini mpenzi? Eti baby, unalia nini? Kipi kikulizacho? Alafu sijui niseme, ukilia mpenzi wangu sura yako inakuwa mbaya kishenzi. Nyamaza bwana. Ni kitu gani kinakuliza eti kipenzi changu? Why are you crying? Yaani leo nimeumia sana kwa kweli. Katika siku ambazo nilikuwa na hasira, ningekuwa na nguvu, mimi yule mwanaume leo ningemuua. Ningepiga niue. Haiwezekani, zile ni dharau. Eti limetoka wapi sijui na wivu wake, jila zikibao, sijui ni wivu, sijui ni nini kinamsumbua. Kaenda pale nje kapasua vioo vya gari, kapasua vioo vya gari vyote. Binti naye mbumbumbu kwe. Mimi nikajua labda unalia umepata shida gani, au umefiwa na nduguyo wa muhimu sana katika familia, kumbe unalia heti mtu kapasua kioo cha gari. Zile gari mimi sampuli ile nafugia kuku nyumbani. Magari ni mengi sana binti, wala isikuazishe. Ile ni takataka tu kwangu binti. Acha kuwa na stressi. Nitakuletea gari 4 zaidi au 5 ukitaka, na zote ni gari za kifahari. Baby, hata ikitokea umeninunulia gari lingine, sitokaa nimsamehe yule mwanaume. Sitamsamehe kamwe. Lazima nimpoteze. Lazima nimpeleke jela kwa sababu haiwezekani. Yeye anapasua vitu tu, yani utadhani kwamba anajua kuvinunua. Kumbe hana kitu, kabwela wa mwisho kabisa, ushuzi kuchele. Halafu eti linapasua kabisa gari, halina wasiwasi. Yani mimi yule nitamfunga. Nitamfunga kwa kweli. Bwana hebu tuliza jazba bwana Msamehe tu. Kwa sababu nishakwambia gari sampuli ile mimi nafugia kuku hapa nyumbani. Mwache kama inawezekana pia mhonge. Wewe si nimekuhonga mimi ile gari ya milioni 200, na wewe nenda kamhonge. Nitakuletea gari mpya ambazo ni za kifahari zaidi ya ile. Sawa mke wangu? Sawa dadi. Mimi ndo tajiri wa Katoro bwana. Huyo mnuka ushuzi wala sikuchanganya akili. Wewe uko na bilionea. Maisha ni mazuri, kula bata binti, usiwe na stress. Halafu fanya hima sasa udai taraka yako, kwa sababu kama ameanza kupasua magari, hachelewe kukupasua na wewe. Na ndo nishaanza hivyo. Nishaanza kudai taraka baba. Taraka yangu nishaanza kuidai, na ndo sababu ya yeye kupata hasira kiasi cha kwenda kupasua ile gari. Lakini taraka yangu nakwambia baba nitaipata. Kama si kesho au kesho kutwa, nitahakikisha kaandika taraka na pale nyumbani kwake nitaondoka. Kwa sababu kwanza mimi sipapendi. Nyumba yenyewe mbaya, ghetto baya. Yani kwa sometime nakaa nafikiria nikasema hivi ni nani alininasibu mimi nikaingia kwenye ile ndoa, nikaolewa na yule kijana yule mchafu kuoga. Binti mnakurupukaga sana. Ila ndo hivyo sasa, wewe fanya hima, ngatuka uje ule raha huko. Yani ukiachika tu na mimi nitakuwa huru kukuruhusu sasa kuja kuishi hapa nyumbani kwangu. Sababu mimi sina mke kama unavyoniona. Maisha ni mazuri. Jumba langu la kifahari, navaa madini shingoni kama unavyoona, dhahabu tupu. Mimi nina hela bwana. Nina hela mimi mpaka nawashwa. Kafa ni mzima. Lakini ingependeza kama angekufa moja kwa moja. Hivi haitatuletea shida hiyo kweli? Kuna wasiwasi. Kwanza nishampa taarifa yule dokta kwamba huyu mtu amepata ajali, amegongwa na pikipiki. Alikuwa anavuka barabarani, bahati mbaya kagongwa, akaenda kubamiza kichwa kwenye, na si kingine. Na kingine yule mama amezirai muda mrefu, na mtu anapopoteza fahamu muda mrefu akiamka anasahau kila kitu. Ni vigumu sana kukumbuka kilichotokea. Tuombe sasa, tukazie maombi hapo hapo kwenye kusahau kabisa kilichotokea.
asikumbuke. Maana akikumbuka lazima atawaambia watu kwamba jamani, aliyenitwanga hivi Bi Kachala. Na ile ngumi niliyopiga sijui ngumi gani, mtu hadi kazilai moja kwa moja kapoteza fahamu jamani. Na mimi nina nguvu za mikono. Akiamka yule atawaambia watu kila kitu. Nani mimi naomba sasa asahau kabisa, yani asiwe na kumbukumbu hata kidogo. Maana atanipoteza mimi. No, huwezi kupata matatizo yoyote Bi Kachala. Niamini mimi. Nitakuprotect until the end. Usiwe na wasiwasi. Lakini sasa huyu dogo huyu Shemtoi. Huyu dogo ndo anatakiwa asijue chochote. Maana akijua tu basi tumekwisha. Tumeisha hapa gerezani nakwambia. Dogo anatakiwa asijue chochote kilichotokea. Wala asijue kama mama yake alikuja hapo. Yaani hilo ndo takiwa tulifiche zaidi. Na kingine tuachane na hayo mambo. Sasa hivi nataka niende nikazungumze na bilionea mmoja anaitwa Mjomba Nchumali. Yuko mjini pale. Yule anayemiliki gorofa refu pale mjini kuliko watu wote. Yule bwana nitaongea naye awe ndo mdau wetu wa kwanza kwenye zile ornament ambazo nilikwambia. Na yule ana hela kweli, si mtu wa Katoro yule. Ndio, mtu wa Katoro yule. Yule bwana ni bilionea, ana hela chafu. Yaani ana hela chafu kabisa. Sasa namtaka yule, halafu kuna jamaa mmoja wa Kenya anaitwa Kasongo. Naye ana hela chafu yule bwana. Halafu kuna jamaa mmoja lipo Kongo, tunatokea Kongo, linaitwa Papa Musumba. Nalitaka lile. Yaani kiwapata hao matajiri watatu nakwambia ornament itakuwa ni ornament ya hela. Basi sasa ongewa organize mapema haraka jamani, maana mimi mwenzenu I can't wait. Usijali Bi Kachala, nitaanza kuzungumza na Mjomba Nchumali, atafuata Kasongo, halafu nitamalizia na Papa Musumba. Asiyesikia la mkuu siku zote huvunjika guu. Hili habwa hili ungelituliza kidogo tu, japo ile chembe ya hardal mke wangu. Sidhani kama haya yote yangetokea. Sasa si walitaka wakuue mke wangu. Nimeona kichwa kimebondeka kabisa. Yaani kama umepigwa ngumi, maana kuna vidole vimejichora kabisa. Sijui yule bwana ulivodondoka akakupiga na ngumi atasielewi. Mke wangu, ungebaki tu nyumbani. Yule mtoto, mbona pale gerezani sio yeye peke yake, kuna vijana wengi sana pale wanafunzwa. Pale ni sehemu ya funzo, kumnyoosha kijana kae sawa. Bwana kaa mjomba, sawa? Kala, usiogope chochote kile. Kala hili bwalo lako na hakuna mtu yoyote wa kukuzuia kukaa humo. Lakini usiwaambie watu kwamba umenipiga. Sawa Alo, mbona mmebeba chakula changu vipi? Buda, ndiyo chakula yako tumechukua na tumeidinya. Na hakuna kitu kile unaweza kufanya. Alafu mjomba, ukiambiwa gereza la Wanyang'i ndo maana yake ni gereza la makatili. Humu ni ukatili tupu. Sawa mjomba? Wewe ukiwa mnyonge humu, kila siku utakopwa. Sawa? Utakopwa sana mjomba, kwa sababu unalegeza domo sana. Chakula chako tumechukua, tunakula na huna kitu unaweza kutufanya. Bwa. Alo, mie sitaki uchokozi. Nrejesheni chakula changu, mie njaa ya uma. Alo, Buda, chakula chako itadinywa sana. Utaliwanga chakula sana Buda. Siku ya kulegeza domo huko. Alo. Buda kaza Buda. Hili gereza la Wanyang'i ndo Buda. Narudia tena kwa mara ya mwisho. Nrejesheni chakula changu, mie njaa ya ntofyola. Huyu mwehu kweli huyu. Yaani kwa sauti hiyo urojo unatuambia sisi kwa mara ya mwisho. Yaani kwa mfano sasa tukaamua wewe chakula chako haturudishi. Na haturudishi kweli. Wewe utatufanya nini wewe? Alo. Chakula haturudishi. Wewe utafanya nini? Nataka chakula changu. Aise, Obure. Hebu Buda mnyamazishe huyo. Mkarishe kimya. Wacha nimfute. Ya mfute chapu. Mweke 7 upesi. Akae kimya. Atatuzoea huyo. Gunga.
Ngunga, 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 ngunga. Ngunga, ngunga, ngunga. Ngunga, ngunga. Da, ama kweli umzania isiye, kumbe ndiye. Wembamba wa reli lakini treni inapita. Jamaa domo legevu ila mkono chuma. Anapiga ngumi huyu jamaa kama kachanganyikiwa, kama mwenda wazimu. Aise, Obure. Buda. Vipi? Ni mbaya. Nimeona mjomba, yaani nusu unye. Nimeona nusu unye mjomba. Ngori. Huyo umwezi tena. Labda tuje tumchangie. Kuja Buda. Tuje tumchangie. Wewe. Hakuna kupiga kiwili hapa. Hakuna kupiga mhangi. Sawa Mmepewa nafasi moja. Kama mwenzako kashapigwa basi nyie ni mabwabwa. Mpeni bwana chakula chake, mpeni na cha kwenu alafu ondokeni. Changamka, futika. Haya baba. Halo, futika chapchapu. Nafutika. Halo we, Lomodia hona. Mie Ngunga. Kumradhi. Jina lako linanitoka nalo. Bwana Ngunga, ipo hivi. Kwanza hongera sana kwa ukakamavu ulionyesha. Kwa sababu yani kitu ulichokionyesha ni tofauti na ulelemuaji wa domo lako. Domo legevu lakini ngumi chuma. Asante sana kwa kunichakazia watu. Kwa kweli nimefurahishwa sana na namna unavyopigana. Hakika mimi nikutabilie kitu kimoja. Baada ya mimi anayefuata ni wewe. Mimi najua sitaishi milele. Mimi ndiyo mfalme wa hili gereza, lakini ufalme hautabaki kwangu milele na milele. Ipo siku nitaondoka. Nikiondoka mimi, ufalme ni wako Ngunga. Sidhani kama ufalme nitauweza, maana kuna majitu yanatwanga humu gerezani. Mie nadhani hicho kiti mie sikiwezi kwa kweli. Naregea, nachoka, nalegea lege. No, let me tell you something my brother. Wewe umelegea mdomoni tu, lakini kwa ndani wewe ni chuma cha mugozi. Wewe ni ngangari. Si nimeshuhudia mimi pambano hili na Abwere huyu sibi Abwere. Nimeona mwanzo mwisho. Wewe bwana unagongonda, na kwa staili ile ya upigaji wewe unafaa kuwa mfalme wa gereza. Mimi nakwambia, nikupe ofa moja kwanza. Nataka niwe na kufunza, niwe master wako, mwalimu wako, nikufunze, nikuongezee kitu kidogo tu kwenye huo utaalamu wako. Haki ya Mungu nakwambia hakuna mtu atakaye kugusa. Kila mtu utakuwa unabwenga tu, yoyote yule anayekuja unabwenga. Mimi nataka wewe ndo uwe mfalme wa gereza baada ya mimi kuondoka, kwa sababu nimeona kuna kijana anakuja kwenye njia zangu. Yule kijana wewe nitakuachia wewe, yule kijana ni wako. Mimi nishazeeka bwana, mambo hayo nimepigana na watu mbali hapa gerezani. Sasa hivi bwana nahitaji kupumzika. Huu utaalamu na ufalme nitakuachia wewe. Mtajaribu, maana mimi mlegevu kweli. Hata huku gerezani kwenye mmekuja kwa kesi ya kilegevu. Bwana naye hajikubali, anajitweza huyu bwana. Ulikuja kwa kesi gani kwani hapa? Mie na bakambuzi uko Lamu huko. Naona sura yako yenyewe imekaa kibakaji mkubwa. Hello. Lakini bwana wewe, mimi nimekukubali kwanza. Nilivyokuona tu roho yangu imevutiwa na wewe katika uwezo wako huo wa kujitetea. Mimi napenda sana mtu ambaye anaweza kujitetea kwa namna yoyote ile, hata kama ni mnyonge kiasi gani, lakini anapambana kadri ya uwezo wake ili kujitetea. Ndio wewe hapo. Sasa mimi bwana nakuadi kwenye grupu langu. Kwanza kuanzia leo hakuna mtu atakaye kuchokonoa tena, kwa sababu uko na mimi. Mimi ndo mfalme hapa. Watu wote hapa mimi nitakataka. Hakuna mtu anayenisogelea karibu. Kwa hiyo na wewe utaungana kwenye chama la mfalme, na wewe ni sehemu ya mfalme wa gereza. Mnyang'i ndo mkuu. Sawa baba mfalme wa gereza. Sawa, njoo uketi hapa ule chakula ushibe, ili baadaye kuanzia leo baadaye tunaanza mazoezi rasmi. Obure, unakaa chini tena mjomba. Tuondoke, twende tukatafute mtu mnyonge, tumpokonye chakula tupate hata tonge mbili. Buda. Yaani ni bora tuambulie hata tonge mbili mjomba. Mimi njaa inaniuma ujue. Najisikianga kizunguzungu Buda, najisikianga kizunguzungu juu yule jamaa kanipiga vibaya, kanitwanga vibaya, alafu kanisukuma nikajigonga ukutani.
Nimeona mjomba. By the way, mshikaji kakupiga kipigo kibaya sana. Halafu apart from kipigo, yani kwanza kakuzalilisha, kwa sababu kwanza yule mshikaji ndo alikuwa anaonekana kama bwabwa wa gereza. Yani yule jamaa ndo amelegea kupitiliza, lakini nashangaa leo imekuwaje jamaa hadi akakupiga. Yani kwa staili ile mshikaji, sisi sasa ndo tunaonekana ndo mabwabwa wa gereza. Yani sisi ndo mabwabwa wa mwisho. Yani si ndo walamba dole katika gereza hili. Hapana, mimi sijakubali Buda. Kama ni dole na yeye atalilamba, lazima alilambe, nitamfuta. Na lazima njisafishe Buda, haiwezekani. Mimi siwezi kuzalilika kiasi kile halafu nikaacha tu. Lazima na yeye nimuonyeshe kwamba na mimi ni mtu mbadi, ni mkora kupitiliza. Lazima ujisafishe mjomba, kwa sababu hizi dharau sio za kuishi nazo hapa gerezani. Hizi ni dharau zilizopitiliza mjomba. Jisafishe na next time hakikisha mwanangu haushindwi. Hayatokei haya yaliyotokea leo. Na nikwambie mjomba, kuanzia leo hapa gerezani hakuna kudharau mtu yoyote yule. Yani mtu yoyote tutakayemuona mbele yetu, sisi tupambane naye kama katili gaidi mkubwa mbele yetu. Hakuna kumchekea mtu. Sio jamaa yule tulikuwa tunamchekea, tunajua ni bwabwa kalegea, kumbe kalegea nje tu, lakini kwa ndani sio mlegevu hata kidogo, anatwanga. Buda, yule jamaa anamenya kweli, anamenya. Na ile mimenyo kwa kweli naimudu ile. Tukijipanga yule jamaa mimi nitalipiza kisasi. Tena kisasi nitakacholipiza mimi kitakuwa kikubwa cha uzalilishaji kabisa. Kwa Buda, mimi next time ni kuahidi next time kwamba hayatatokea makosa kama yaliyotokea leo. Nyanyuka basi mwanangu, tukatafute chakula, maana mimi njaa inaniuma mjomba. Yani njaa hii sitoboi leo. Kwanza siku ya leo ni mbaya. Sijawahi kuona siku mbaya kama hii. Kupigwa tumepigwa, chakula chetu tumepokonywa. Karibu sana mkuu. Ni ajabu sana leo nimetembelewa na mkuu wa magereza. Karibu sana bwana. Asante sana bilionea. Jisikie huko nyumbani. Naona unanishangaa sana shingoni. Angalia cheni hiyo yenyewe. Yenyewe mimi siwezi kuvaa mabati bilionea. Navaaje mabati wakati nina fedha bilioni 10? Hizi ndo nimetumia kutengeneza hii goldi shingoni. Mimi ni tajiri, sio mnuka ushuzi. Sawa? Karibu sana, niambie kuna shida gani? Sasa bwana bilionea, mimi kuna mchongo nimekuja kushare na wewe hapa. Na kusikiliza afande. Mikopo pia na tu. Kuna biashara ambayo nilitaka tuzungumze. Biashara yenyewe ni kwamba pale gerezani niko na vijana ambao kidogo wana uwezo wa kupigana ngumi, komfu, karate nini. Kwa hiyo nimeona vile vipaji walivyokuwa navyo nikivitumia vizuri vinaweza kututengenezea fedha nyingi sana. Kwa hiyo wale vijana mimi kuna mawapo na makundi yao wenyewe, upizani nini, wanapigana ovyo ovyo tu mle ndani. Sasa nitaka yale mapigano tuyaweke yawe kama ornament ambayo itatusaidia kutengeneza fedha kati ya matajiri. Kwa hiyo wewe ni tajiri mmoja ambaye nimekusuggesti uwepo kwenye hiyo kamari. Kuna tajiri mwingine from Kenya anaitwa Kasongo na mwingine ni Mkongomani. Kwa hiyo nitawajumuisha watu angalau muwe mnacheza bato, mnawewekea pesa wale vijana wakipigana, akishinda unashinda, akishindwa umeshindwa. Sasa hayo ndio mambo ninayoyapenda mimi. Yani hapo Pele limepata mkunaji. Umeleta biashara sahihi sana kwangu bwana afande. Toa shaka, hapa umepata mwekezaji. Mimi tena ninavyopenda kuona watu wanatuangana nao. Huyu kampangua mwenzake kizazi, makavutwa huku kagongwa hivi. Hizo purukushani na maonyesho ya kikatili namna hiyo ndio vitu vyangu mimi. Mimi niko tayari bwana kuwekeza kiasi chochote cha fedha, 100%. Askari, tafadhali nahitaji kuonana na mwanangu Shemtoi. Samahani mzee wangu, nakwambia pole leo. Mwanangu, nakuomba kwa mara nyingine, kumradhi. Naomba sana kuonana na mwanangu leo, ni muhimu sana. Nataka kumweleza kwamba nyumbani kuna matatizo yametokea. Mama yake mzazi kapata matatizo makubwa. Amegongwa na pikipiki, amezilahi, amekuwa hoi bintabani. Nataka kumweleza tu hayo matatizo yalotokea nyumbani. Ndiyo dadie mwali, nimekuelewa vizuri kabisa. Lakini nasema vino, mkuu wa magereza kakataza, kasema nsiruhusu mtu yoyote yule kuingia humu ndani. Hivyo nkiruhusu ingie humu ndani nitakuwa mmevunja sheria.
mtafukuzwa kazi. Na mie sitaki kwa kweli, na hiyo mie si kazi yangu kwa kweli, si kazi yangu. Basi si mbaya, kama imeshindikana mie kuruhusiwa kuingia humo ndani kuonana na mwanangu Shemtoi, basi nakuomba kijana, nenda kamuite Shemtoi kijana wangu aje hapa nionane naye, nizungumze naye mawili matatu, kisha atarudi. Hata hiyo mzee wangu hairuhusiwi, kwa sababu maelekezo yako hivi kutoka kwa mkuu wa magereza. Haruhusiwi mtu yoyote kuingia ndani, wala mfungwa yoyote kuonana na mtu leo, haiwezekani. Na hiyo mie si kazi yangu, wallahi hiyo si kazi yangu. Sasa huo ukisikia ukulanina, ndio huo mnauleta nyie. Kwa nini mzazi haruhusiwi kumwona mwanaye? Kwani huko ndani watoto wanafanywa nini huko hadi tusiwaone? Aise, naomba unipishe niende nikamtafute mwenyewe. Nitaingia humo ndani, haruhusiwi kumwona mwanaye. Kwani huko ndani watoto wanafanywa nini huko hadi tusiwaone? Aise, naomba unipishe niende nikamtafute mwenyewe. Nitaingia humo ndani, hutaki unataka? Hakuna, wallahi hutii nyayo humo ndani mzee. Huyu bibi bado hajaenda kuzimu tu. Anasubiri nini huyu bibi jamani? Ila kuna watu wanaroza paka jamani nyie. Yaani mtu kapigwa ngumi, eti kapigwa ngumi tena. Yaani kagongwa na pikipiki kaenda kubamiza kichwa kwenye msingi. Bado tu anahema. Ana roho saba huyu We mama wewe koma wewe. Koma ulivyokoma. We ni mchawi Umetumwa. We binti kuwa na heshima, usinifokee. Mimi ni askari. Utadondokea pabaya wewe. Eti utadondokea pabaya, atadondoka bibi yako labda. Askari ushuzi. Askari mnuka mchuzi. We askari sukari. Askari huna maneno hata kidogo ya hekima. Huna adabu wewe mchawi mkubwa. Sura yako mbaya na roho yako mbaya. Umenyimwa vyote. Mshenzi wewe. Yaani badala ya kuja kumwombea mgonjwa apone, unamwombea mabaya eti afe. Afe? Kufa wewe. Ndio maana umepewa sura mbaya mama. Mungu, asante kwa kulipa sura mbaya hili limama. Maana ulijua kabisa ni jambalika. Jitu lenye roho mbaya. Mchawi wewe. Wewe mchawi. Wewe ni mchawi. We dem, mimi sio dem. Nitakunyonya kinyesi anytime. Wewe usintishe kwanza wewe. Kwanza umefuata nini humu ndani? Wewe umefuata nini wewe? Kwa sababu huna nia nzuri hata kidogo na mgonjwa. Umekuja kiadui tu, umekuja hapa unaanza kuomba mabaya kwa mgonjwa. Unataka mgonjwa afe. Kwa nini? Kwa nini unamwombea mtu afe? Dogo, kama huniheshimu mimi Bikachala, basi nakuomba heshimu nyota hii. Heshimu nyota hii ujue. Nina kitengo kikubwa sana serikalini. Kukupoteza ni dakika 0 tu. Wewe, kwa tabia yako ulokuwa nayo hiyo wewe mama, ungekuja hapa kwa heshima, ningekuheshimu sana tu. Ningekunyenyekea. Mbona askari mwenzako alikuja hapa nikazungumza naye vizuri? Wewe umekuja hapa tu ghafla ukaanza kuomba maombi ambayo kwa kweli siyaelewi. Unamwombea mgonjwa mabaya. Kwa nini nisikuseme? Kwa nini nisikuvunjie heshima na wewe? Kwa sababu wewe mwenyewe huna heshima. Yaani mimi siheshimu, siangalii kitengo, sijui nyota. Hizo nyota hata ungebandikwa kwenye kishundu. Bila heshima si kitu. Mimi siwezi kuheshimu mtu hana heshima. Sawa. Haya basi, hebu naomba basi unipishe kwanza odini hapa, na mazungumzo na mgonjwa. Mwanangu Shemtoi, your mom love you so much. Mama yako hukupenda sana wewe, na mama yako kapata matatizo makubwa. Yote hayo ni sababu ya mapenzi yake kwako. Mama yako alikuwa halali, hapati usingizi. Kila siku husema kwamba naenda kumwekea dhamana mwanangu. Jana nikamruhusu, nikampa fedha, nikamwambia nenda kaweke hiyo dhamana unaotaka. Sasa katoka nyumbani, kufika njiani kagongwa na pikipiki, kabamiza kichwa kwenye msingi kazilahi, kapoteza fahamu. Mimi natumiwa meseji nyumbani, mamayo mke wako Bimlole kafanyeje, kamwagwa kinyesi barabarani. Naenda hospitali kweli, namkuta mke wangu kazilahi, si wa jana wala kesho. Mama yako yuko hoi bintabani. Sasa mbona unanitolea mimacho Shemtoi? Hata huonyeshi huzuni kidogo. Yaani unanitolea mimacho kana kwamba mie ndo ninaomgonga mama yako. You fail to protect my mom. Shingo mom. Yaani mama tu mmoja hivi. Je, ungekuwa na wanawake wawili mje? Mke mmoja tu kakushinda. Umeshindwa kumprotect mke wako kweli, anagonga na mapikipiki barabarani. Wewe ulikuwa wapi?
Shemtoi, mie nilimzuia mamayo zaidi ya mara 5, hakutaka kunisikia. Nimemwambia Bimlole, huko usiende, muache yule kijana abaki kule gerezani, miaka 5 si mingi. Hasikii, masikio kaweka korosho huku na huku, hasikii lolote. Mimi nikamruhusu aondoke. Sasa kuondoka ndio hivyo, barabarani kapata ajali. Na hayo mengine ni mipango ya Mungu, si mie. Wacha kunilaumu mie kijana. Okay, anyway, shega tu. Kama unaona wewe uko shawa barida, lakini sikiliza mzee. Hakikisha mama yangu anakuwa shawa, anapona, anarudi katika hali yake ya kawaida. Na kama ikishindikana akaenda kuzimu, basi na wewe uende kuzimu, umfate. Nikitoka hapa gerezani nsikukute. Umenivizia hiyo. Okay. Come on. Halo. Safi sana. Huyu ndo mfalme wa gereza ajaye. Nyanyuka. Halo. Nyanyuka basi chap. Ukipigwa, ukidondoka chini, unanyanyuka kujaribu tena nafasi nyingine. Usikubali kukata tamaa haraka. Ukipigwa nyanyuka, simama imara, jitetee. Sawa? Sawa. So daktari, nyanyuka. Haya ndo mazala ya kung'ang'ania kitengo cha mapishi jeshini. Umeona sasa? Yaani kweli mzee yule old man ananipiga mie kipigo cha mbwa kala mayai, nadondoka, nashindwa kumzuia, anaingia ndani. Mkuu wa magereza akijua hii basi mmekwisha. Akijua kwamba mimi mmepigwa kiasi hiki na mtu akaingia ndani huko, basi mmekwisha. Basi atoke haraka aondoke bana mkuu, kabla hajaja. Afande Kwicho. Abe kaja. Haise, vipi? Kuna usalama kweli? Mbona unaongea peke yako kama mwenda wazimu? Ina maana wewe unisikii kamanda ninachokwambia, au unafanya makusudi hadi nikurushie mateke? Nimekwambia nipishe hapa udini, kuna mambo private nataka nizungumza na mgonjwa. Hivi hata ungelikuwa ndo wewe, ungeliruhusu Nyaudu libaki na mgonjwa? Nyaudu ambao limeingia hapa kwa maombi ya kichawi kumwombea mabaya mgonjwa afe. Halafu unaniambia eti nipishe nibaki na mgonjwa ili umuue, ummalize, si ndio? Wewe acha kunisingizia ujinga huo wewe. Acha kabisa wewe binti wewe, acha kunichokonoa ujue. Mimi nimekwambia nahitaji kuzungumza na huyo mgonjwa, sio kuja kumuua. Nimekuja kuzungumza naye, kuna vitu vya msingi nataka nimuulize nijue. Huyu mtu bado hajapata fahamu afande. Hawezi kuzungumza wala kusikiliza chochote kile. Kwa hiyo nakuomba chonde, usilazimishe mambo ambayo hayawezekani. Wewe nenda akafanya mambo yako mengine kwanza. Mgonjwa akitengemaa, basi tutakuruhusu uje umhoji. Sawa, basi nakuomba dokta. Hebu kuwa muelewa, nielewe mimi ninachokwambia. Halafu usiwe mbishi. Mimi sipendi mtu mbishi ujue. Nitakurushia mingumi hapa. Nataka unipishe, nikae naye hata dakika 5 tu nikae naye huyo mgonjwa. Yaani hili bibi nyie halina hata aibu. Yaani sura yako tu yenyewe inaonyesha wewe ni nyabumbu, katili, nyaudu, kurubembe lililokubuhi. Halafu unaniambia eti kwa mapenzi kabisa eti nipishe nibaki na mgonjwa dakika 5 ili ummalizie, umfyedede. Na yale maneno uloingia nayo hapa ya kusema kwamba mgonjwa kwa nini afi ana roho ya paka, unataka ummalizie afe kabisa, si ndio? Hilo swala haliwezekani. Kama umeshindwa kumuona mgonjwa mimi nipo hapa, basi kula koko. Ili swala limeshindikana, siwezi kukuacha hapa peke yako na mgonjwa. Dokta, naomba unipishe nibaki na mgonjwa dakika 5. Hapana, napinga hadi kesho hiyo. Saizi siongei kama Bikachala, naongea kama kamanda mwenye cheo kikubwa na nyota begani. Dokta, nipishe odini, nataka nibaki na mgonjwa dakika 5. Wewe unataka kumfanya nini mgonjwa? Mbona unalazimisha mambo? Lakini nataka nimuombee sumu. Eti sumu tena, nataka nimuombee. Sasa haya maombi sihitaji mtu yoyote awepo, ni mimi na mgonjwa. Ndio maana kuomba upishe. Toka, hebu kuwa muelewa wewe. Wewe bibi toka, nishakuona wewe ni shetani muuaji mkubwa. Toka. Sitoki. Na kuitia walinzi. Security! Walinzi! Wewe acha ujinga wewe. Toka. Unataka kunidhalilisha? Nimekwambia toka. Na shetani mkubwa wewe, laana ilo kubuhi. Toka hapa. Shetani gani huyo? Juu milima haikutanangi, lakini binadamu tunakutana buda. Ndio maana tumekutana tena mara ya pili. Na tulijua tu utapitanga hii njia kwenda kulala. Buda, umenizalilisha sana mchana buda. Hili swala bado lipo katika akili yangu. Ndio maana mimi sikutaka kukaa kimya,
lazima nilipize kisasi, nijisafishe. Buda, mchana umekula chakula chetu Buda, na sisi leo hapa tutakuneglo. Lazima tukufute Buda. Buda, lazima tukushikishe adabu. Mie napewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na mfalme wa hili gereza. By the way, I am upcoming new king of this prison. Kwa issue gani? Siogopi mtu yoyote yule, wala kikaragosi yoyote yule. Anytime, muda wowote tu mtu akinchokonola, I'm very fit. So if you can do something, try. Obure, this is your last chance to show that you are very strong. Na mchana ilikuwa ni makosa tu ya kiufundi. Bwana, ukipigwa kwa mara nyingine, ukipigwa kwa mara hii Obure, mimi nakata urafiki na wewe. Rasmi, sitakuwa na rafiki pila bwabwa kulubembe lisiokuwa na maana. Hata wenzanga tena. Obure, you better watch your back, Obure. Obure, you better watch your back. Obure. 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 My brother, Obure. Please, I beg you, my friend. I beg you, don't show Fatuma. Yo ni mbaya. Don't show Fatuma, Obure. Hakuna mawe Buda. Ana mawe, mawe yako wapi? Hakuna mawe kwa mkono Buda. Hakuna mawe yoyote Obure, acha kujilegeza Obure, nyanyuka. Nyanyuka ujaribu bahati kwa mara ya pili Obure. Huyu sio mtu wa kukupiga wewe. Yaani unamkosea padogo tu. Sawa Buda. Wewe bwa kaza, mimi nachoka nishalegea. Kaza usiamke, mimi nishachoka kupigana. Kama basi tuweke kiporo, kesho tutapigana tena, uniambie saa ngapi ili nikutafute tupigane. Saizi mimi nachoka, nataka nkalale, mmeregea. Obure mwanangu, katika siku ambazo unadharaulika ni leo. Hizi ni dharau zilizopitiliza. Hivi unamsikia mshikaji anavyosema? Eti kwamba eti saizi kachoka, hawezi kupigana tena, kalegea. Ina maana hapa, maana yake ni kwamba wewe unapigwa na mtu aliyolegea kiasi hiki. Kachoka eti. Yaani kama kupigana mpigane kesho. Na kila mnapokutana jamaa nakupiga. Kule kwenye bwalo la chakula kakupiga, chakula kachukua. Na hapa tena pia unapigwa mwanangu. Hizi si dharau hizi. Ngunga, hakuna kuondoka. Ushanipiga na nina hasira, nimefura Ngunga. Ngunga lazima ulipe hii. Hamna kuondoka hapa hadi kieleweke. Kama kuniua uniue, lakini mimi sitaruhusu uondoke bila kulipiza kisasi. Juu mimi tayari ushanidhalilisha vya kutosha. Hakuna kuondoka Ngunga. Ngunga, hakuna kuondoka. Bao nye mwanchosha. Mimi nachoka hivyo. Kwani mimi nahama hili gereza, si nipo? Bado nipo sana katika hili gereza. Ndio kwanza nimeanza mwaka wangu wa kwanza. Na nina miaka 10 hapa kwa sababu na kesi ya kubaka mbuzi uko Lamu. Sasa nyie simsubiri hata kesho tutaonana. Mie ni wacheni nkalale, mmechoka. Obure, tutumie hii nafasi vizuri. Hii nafasi ndo nafasi yetu ya kujisafisha. Tusikubali huyu jamaa aondoke hapa na ushindi. Hilo swala haliwezekani. Hapo sikachoka. Si unaona ninavyolegeza domo lishikaji limechoka hapo. Obure, nyanyuka ujisafishe. Nyanyuka umalize. Buda, vinye nakuonianga uchungu. Ni uchungu. Ni uchungu Buda. Ni uchungu Buda. Sam yuko wapi? Wewe, hivi unajua wewe siku hizi umekuwa kama msukule? Yaani unazuluka tu, zulu. Umekuwa kama ndondocha Sam. Imekuwaje wewe? Mbona unakuwa hivyo lakini? Ona, manager anakutafuta kule toka asubuhi. Umekuja kazini, kazi haufanyi, umekuja tu unajifungia huku ndani. Kwa nini Sam lakini? Yaani siku hizi natumia muda mwingi sana kulia kuliko kufanya kazi. Na by time naona kabisa yani mimi nimekuja hapa duniani kimakosa. Natamani hata nirudi kuzimu tu nikapumzike kwa sababu nimechoka. I'm tired. I'm very tired. Dr. Sam, nadhani unaofahamu vizuri ule msemo wa Waswahili unaosema kwamba ndoano. Ndoano ni kamtego hivi ambako kanatumika kunasia samaki. Sasa wewe ni samaki ambaye umenaswa na ndoano ya ndoa. Na moyo wako ni mwepesi sana. Moyo wako ni mwepesi kiasi cha kuruhusu maumivu ya mapenzi ya kutawale. Umetawaliwa na mapenzi.
yamekutawala, yamekunajisi ubongo wa kati. Yaani na mtu ambaye umempata anajua kukuendesha kwa kweli, anajua kukuchakaza kimapenzi, na uhandsome uliokuwa nao baba yangu, yani hauendani kabisa na hayo maumivu unayoyapitia. Wewe ni kijana handsome sana Sam, yani wewe ni ndoto ya kila mwanamke hapa mjini. Wewe kwa nini unaumia kiasi hicho? Kwa nini unateseka? Kwani huyo mwanamke ni mmoja tu duniani, hakuna wengine? Kuna mtu amepania kuivuruga ndoa yangu. Mimi nakwambia Dr. Martha, nitamuua yule jamaa, nitamuua kabisa, apotee katika ulimwengu wa dunia. Imefika mahali anamnunulia mke wangu magari ya kifahari. Mke wangu jana kaja na gari, namuuliza gari umetoa wapi? Ananijibu ushuzi. Nimelipasua vioo vyote vya gari. Hiyo stage uliofikia sasa hivi Sam, you are going to be a prisoner. Unakwenda kuozea jela. Mimi ndo nakwambia. Acha iwe kwa kweli, kwa sababu nimechoka. I'm tired. Nimechoka Dr. Martha. Na yule jamaa anajua kabisa kwamba yule ni mke wangu. Anajua kabisa huyu ni mke wa mtu, lakini anafanya vile makusudi ili mradi tu amvuruge mke wangu, avuruge ndoa. Mke wangu naye kashaanza kuivuruga ndoa, anadai talaka pasipo sababu yoyote ile. Na jamaa yupo tu anachekelea. Wanachekelea kabisa ninavyoteseka, ninavyoumia. Mimi nimechoka kwa kweli. Nimeyachoka haya maumivu. Na najua njia ya pekee ya kukata haya maumivu yakatike kabisa, labda ndoa yangu itaimarika. I want to kill that somebody. I'm going to kill that man. Kikifala kweli. Afu mimi nakipenda toka kitambo sana. Nakipenda, kinaona kabisa nakipenda mapenzi ya dhati, lakini kinanipotezea. Kumbe kinahangaika na mke wake. Mwanamke mwenyewe hakutaki. Kashapata sponsor, jitu lenye hela. Tulia na mimi, hata angalau huo unaokota huku unatuliza mawazo kifuani mwangu, lakini bado tu kinahangaika. Mimi tu shaniuzi. Unaitwa kwanza huko na manager. Unaitwa na nahisi kibarua kishao tanyasi hicho. Samahani sana mkuu wa magereza. Nadhani huyo bwana atakuwa amekueleza jinsi nilivyombonda. Nimembonda kwa sababu alikuwa ananizuia mie kuingia humo ndani kumuona mwanangu Shemtoi. Hatimaye nimefanikiwa, nimemuona mwanangu na nimemueleza kile ambacho nilihitaji leo akijue. Nilikuwa na lazima. Yani ilikuwa ni lazima leo nionane na mwanangu, nimueleze situation ya maisha yanayoendelea nyumbani. Lakini huyo bwana alikuwa ananizuia, lakini nikambonda, nikaingia humo kibabe. Kwa herini. Nilijua tu. You are very stupid. Very stupid, afande Kwicho. Wewe ni mjinga. Na niliona tu ulivyokuwa unahahaha mara hivi, unajikunja, unabinuka, unaongea peke yako. Nikajua tu huyu kuna kitu amekifanya hapa cha tofauti. Kumbe umebondwa na ule babu mzee kabisa yule. Yule si mzee yule mara 3 umri wako wewe. Kweli anakupiga yule mzee wa miaka 70 kuelekea huko. Anakugonga kweli wewe. Anaingia ndani kwenda kuonana na Shemtoi. Na ni makosa makubwa. Shemtoi sihitaji ajue chochote kuhusu mama yake. Nilikuwa sihitaji ajue chochote. Umeniharibia wewe. Samahani mkuu. Nisamehe mkuu wa magereza kwa hiki kidiadi nilichokifanya. Nakili nimefanya kidiadi kisichokuwa cha kawaida. Kinong kidiadi, wallahi kidiadi. Nimefanya kidiadi. Nisamehe na mimi sio kwamba nilikuwa namshindwa huyo. Lakini nilikuwa namheshimu tu mzee, nisije nikampiga vibaya nikaleta matatizo mengine tena. Sikutaka kabisa huyu kijana hapa gerezani ajue kama kuna changamoto yoyote imetokea kwenye familia yake. Na nilitaka iwe siri miaka 9 kwa sababu huyu kijana akijua hivyo, kuna mambo mengine anaweza akafichuka, akatuharibia biashara zetu za humu ndani. Kwa sababu we have a new business tunataka tuianzishe humu ndani ya mapigano. Sasa wewe umeruhusu swala hilo la huyo kijana kujua kwamba mama yake kapata shida kadha wa kadha. Sasa kama ikitokea biashara zetu zimeharibika kwa sababu ya upumbavu wako, utalipa hii. Utalipa Kwicho. Utalipa, this is stupidness. Kijana, jana jioni ulipokea mgonjwa hapa, si ndio? Ndio bosi. Yule mzee ana shida ya kuparalyze. Aliletwa hapa jioni akiwa hawezi hata kuzungumza. Lakini leo bahati nzuri amefungua kinywa, anaongea kidogo, na maneno anayozungumza ni kuhusu wewe. Jana umempokea yule mzee, badala ya kumpeleka ICU, umempeleka chooni. You are stupid. Wewe kumbe ni mshenzi kiasi hicho Sam, si ndio? Samahani sana bosi, nisamehe. Nisamehe ujinga?
Huo si upumbavu huo. Unataka kutuharibia hospitali kijana. Unataka kuharibu jina la hospitali yetu. Kipumbavu zaidi. Ili tuonekane sisi hatutoe huduma bora kwa wagonjwa kwa sababu yako. Wewe unampeleka mgonjwa chooni kweli kijana wewe? Mbona mpumbavu? Mbona mjinga hivyo siku hizi? Ulikuwa smart sana, unafanya kazi kwa weledi. Na leo umekuja kazini asubuhi, sijaona taarifa yoyote uloileta hapa. Sijaona taarifa za huduma, za kazi ulofanya leo. Sijaona chochote kile. Yaani umerelax kabisa. Hospitali ya baba yako Hospitali ya baba yako siku hizi Sasa mimi nakufukuza kazi rasmi. Sitaki kukuona hapa hospitalini kwangu. Toka! Obure, hebu nyanyuka ujaribu tena mara ya mwisho. Nyanyuka ujaribu kwa mara ya mwisho. Zamu yako jo. Mimi nitamuumiza huyu. Mimi siwezi kupigana na mtoto mdogo huyu. Ndio buda, nataka umuumize. Mimi nitamuumiza. Muumize buda. Ngumizie mtu buda. Umiza. Oho. I am the new rising king in this prison. Mimi nitamuumiza. Muumize buda. Ngumizie mtu buda. Umiza. Oho. I am the new rising king in this prison. Usinitolee macho kijana. Huu tumbo uliofanya hauna excuse kabisa. Go, ondoka. Nenda kafanye shughuli nyingine. Nenda kalime njegele huko. Ondoka. Toka. Mjinga sana huyu kijana. Anataka kuitengenezea hospitali yangu jina la hovyo. Ionekane ni hospitali ya kinyesi. Upumbavu, ujinga mtupu. Kijana alikuwa anafanya kazi vizuri mwanzoni. Very careful. Anachapa kazi, anakuja mapema kazini, anafanya kazi mpela, anasaidia wagonjwa. Hadi wagonjwa wengine walikuwa wanampenda. Lakini saizi amekuwa mwenda wazimu, wagonjwa anapeleka chooni. Mjinga mpumbavu. Crazy boy. Kwenda huko bwana. Tatafuta mfanyakazi mwingine. Mtoto unanichanganya wewe. Yolalo. Ayolila. Nimepumbazika sana na penzi lako bibie. Kwa kweli nitapambana kwa namna yote nihakikishe unabaki kuwa wa kwangu binti. Unayajua mahaba bwana. Mapenzi? Kwani wewe kabila gani wewe? Baby, hadi leo hii bado kabila langu haulijui. Mimi mtu wa Tanga, Mdigo. Kumbe umetokea Tanga huko mapenzi yalikozaliwa. Ndio maana naona ufundi mbalimbali, mara hivi ugodioke, mara hivi umepindua kitanda, hivi unaning'inia kama popo. Hello. Nimefurahi sana kwa kweli kukutana na wewe katika maisha yangu. Nimekuwa na fedha bilionea, lakini pia wewe ni nafasi nzuri sana ya maisha ambayo nimeipata kwa kweli. Nitakutumia vizuri. By the way, nimekuagizia gari nyingine mpya inakuja. Bonge la gari. Tena ina thamani kubwa kuliko ile ya mwanzo. Ile mwanzo nilikununua milioni 200 takataka tu ile. Sasa hizi nimeagiza gari ya milioni 500. Asante sana baby. I love you so much. I love you too very much. And I will do everything to make sure that you enjoy my life. Sijui Kiingereza kimenyoka hicho, maana mimi shule sifuri. Nilikuwa nakimbiaga shule na kwenda mgodini, lakini kumbe Mungu alikuwa anaona kabisa kwenye shule mimi sifuri, lakini huku mgodini ndio nitafanikiwa. Na kweli nilifanikiwa mgodini. Baby jamani, unachekesha. Halafu unajua nini baby, mimi zamani nilikuwa nakupenda tu kwa ajili ya pesa zako. Na kama tu buzi nilikuwa nakuchuna, yani
nilikuwa nakupenda tu kwa sababu ya mali, lakini jinsi siku zinavyozidi kwenda mbele, I just loving you automatically. Yani naona tu nakupenda tu, yani bila sababu yoyote. Moyo wangu tayari ushauteka wewe baba, umeuteka kabisa wote moyo wangu. Simpendi mtu mwingine zaidi yako, nakupenda sana mjomba Nchumari. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa kabisa kwa ajili yako. Alafu sasa baby, leo bwana, nilikuwa nahitaji tutoke twende kidogo klabu, tukaenjoy, tukapate bia nini, tukaonyeshe ubilionea wetu nao huko kidogo. Maana watu tunakaa sana ndani, mpenzi wangu. Let's go out today. Si ndio hivyo kwa Kiingereza wanasema hivyo, si ndio? Yeah, ndio hivyo. Tutaenda baby, usijali. Nishapoteza kibarua. Sijui sasa maisha yangu yatakuwaje. Na haya yote ni kwa sababu ya mwanamke mpumbavu mjinga ambaye kwa kweli nilimwamini, nikamuoa, nikamweka hapa ndani. Angalau japo maisha ni magumu, mimi nilikuwa na imani kwamba siku moja tutaweza kutoboa, tukafanikiwa kwa ushirikiano. Ila mwenzangu amekuwa mjinga mpumbavu, anapumbazika na maisha. Maisha yamemchanganya sana. Lakini nitafanya kitu. Hawezi kunipotezea kazi yangu kirahisi namna hii afu nikawaangalia tu waendelee kuenjoy wale maisha. Lazima niwaharibie. Lazima niharibu. Nishaharibu maisha yangu sasa. Niko tayari kwa lolote lile litakalotokea. Potelea pwete kama mbwai na iwe. Dogo, wewe ni noma. Wewe ni moto wa kuotea mbali. Unajua jana wakati unafanya ukatili, mimi nilijificha sehemu, nimejibanza vizuri, nikawa nashuhudia ule mziki mwanzo mwisho. Sikutaka kujitokeza kwa sababu ningetengeneza hofu kwa wale jamaa, halafu wakawa wanaogopa kufight kwa uwezo wao. Maana nilikuwa nataka nipime una uwezo gani. Nimetulia nikaangalia ule mziki mwanzo mwisho. Bwana wewe unagonga, kumbe wewe unajua una uwezo mkubwa sana, umejificha wewe. Hebu sometime punguza kulegeza domo mjomba. Acha kulelemwa domo. Wewe ni mfalme wa gereza na uona kabisa ufalme wako hapa. Asante sana mkulu. Halafu istoshe yale mazoezi ulionipa jioni ile yamesaidia sana. Na leo tena tutafanya mazoezi eti. Of course, kila siku lazima tufanye mazoezi. Mazoezi lazima kwa sababu mazoezi yanaongeza stability, strength, confidence. Ukiwa unafanya mazoezi unakuwa na confidence. Sometime unaweza ukakutana na mtu ana uwezo mkubwa kuliko wewe, lakini kwa sababu wewe ni mtu wa mazoezi ukaona unafiti kwenye lile pambano. Ndio maana jana umeweza kupiga wale jamaa, umewatandika vizuri sana. Nadhani watakuwa wamejifunza. Sidhani kama watarudia tena kukuchokonola. Wale wakikuona saizi ni shikamoo baba. Asante sana mkuu. Kusema za kweli, master, mfalume wa gereza la Wanyangindo, unanipa nguvu na confidence kubwa katika gereza hili. Na sikutegemea kwa kweli kanitapata mtu akanishika mkono na kunisapuza kaa wewe mkubwa. Maana mie nilikuwa natengwa tangu huko uraiani. Rafiki zangu walikuwa wananitenga kisa hili domo linavolelemua. Mademu wenyewe walikuwa wananitenga, wananiita mie bwabwa. Ndo hicho kilichopelekea hadi nkalawiti. Sio kulawiti. Ule mbuzi hadi aibu kusema. Usijali bwana. Bakaji kubwa wewe. Shua ini. Usijali bwana. Maisha haya ya gerezani saizi wewe umejipata. Kwa sababu uko na urafiki na mimi? Umejipata ndugu yangu, kwa sababu wewe saizi chakula utakuwa unajipakulia tu kwa sababu ni familia. Mimi mwenyewe chakula najipakulia. Sipakuliwi chakula mimi. Hakuna mtu au mbuzi yoyote anayenipakulia chakula kwenye ile gereza. Napakua mwenyewe, nijaza manyama, makuku naweka tu. Kwa hiyo na wewe utaambatana na mimi kwenye upakuaji wa chakula chochote kile unachotaka. Sawa? Sawa master, mfalme wa gereza. Sawa sadaka. Sasa leo tutafanya mazoezi kama kawaida, lakini kesho kuna kazi nataka nikupe. Kazi yenyewe
kuna kijana anaitwa Shemtoi hapa gerezani. Dogo yule alikuja humu ndani akanitindilisha. Lakini nilipiga mpaka katokea kwenye tundu. Yule dogo nataka umshikishe adabu. Tena nitamuita Bikachala aje ashuhudie. Mbele ya Bikachala yule askari yule wa kike. Nataka unipigie kijana Shemtoi hadi aione ya mwana. Sawa? Yaani sasa hivi ndo nakumbuka sasa umuhimu wa mama. My mama is everything in my life. Mama yangu ndo kila kitu. Mama alikuwa ananikataza mambo mbalimbali, niache wizi, niache ubakaji, ukabaji, mambo ya ugomvi, lakini nilikuwa simsikilizi kabisa. Nilikuwa najikuta taita mwamba, mtu wa konfu imelala kinoma. Sasa angalia, Faza najua Faza mambo mengi yule, hakoshi mademu wa nje, ndio maana anashindwa kumprotect mama. Anamwacha tu mama anatembea na stress barabarani, anagonga na mapikipiki. Sasa sijui kama mama yangu atapona kweli. I don't know. Hello, hodi hapa. Wewe sema. Sorry brother, can I be your boyfriend? Right, boyfriend tena. Can I be your best friend, BFF? Baby, hapa unaagiza chochote kile unachokitaka. Agiza, pesa ipo. I love you so much. Ma!